kuna wakati unatakiwa uonyeshe pia mwenyewe imani yako. Umeelewa kitu? Kama nilivyokuambia na kusukuma kidogo. In the mighty name of Jesus Christ. Hawezi kusimama. Angalia utaenda chini. Umechoka, njoo nyanyuka. Unasikia? Nguvu zako zirudi sasa. Umenisikia? Umeona nimekusukuma kidogo. Lakini kama umesukuma na kitu gani? Ni kama mimi nilivyokusukuma, nyuma kukusukuma kuna nguvu nyingine tena. Nataka nikuelezee unielewe. Namaanisha kwamba kuna wakati kitu Mungu hatakupa pasipo wewe mwenyewe kuonyesha jitihada yako. Mimi jitihada zangu nilikuwa nataka uanguke nini? Chini. Si ndio? Haitoshi mimi kusema tu, angalia, anguka chini. Kuna wakati itatakiwa na mimi mwenyewe nionyeshe jitihada yako kufanya ya kusukuma kidogo kama hivyo. Ndio Jesus Christ. Jo. Inatosha. Simama juu tena. Inatosha. Umesikia? Sasa imani yako shetani ataiondoa kwa kukosa vitu hivyo vingine viwili. Namba moja, kutokuwa na subira. Namba mbili, kutokuwa na upendo. Yaani maana yake kutokuwa tayari kutabikia kile unachokitaka. Kutokuwa tayari kuitabikia ile imani. Umesikia? Mimi nimeamini kwamba Mungu anaweza kukuangusha wewe chini. Si ndio maana yake? Lakini mbona nimekusukuma kidogo kwenye bega? Kwa nini? Umeelewa kitu? Kwa sababu umenisikia? Na mimi inabidi naamini Mungu anaweza kusukuma chini. Lakini na mimi naonyesha jitihada yangu. Umenisikia? Nataka Mungu, labda ndio tatizo langu mimi. Umenisikia? Nataka tatizo langu lifanyaje? Liondoke. Sio ile kitu. Kwa hiyo kwa sababu nataka tatizo langu mimi liondoke, siwezi kusema Mungu ondoa tatizo. Mungu ondoa tatizo. Sasa nyingine mimi ndio nitaabikie. Umeelewa kitu? Ndio nifanyaje? Nitaabikie. Na kutabikia nini? Na mimi nakuwa mfano. Lazima na mimi nionyeshe, alafu Mungu ndo aje kunisaidia. Sawa? Kwa hiyo useme Mungu naomba nisaidie nipate pesa. Mungu nipate pesa, alafu uende kazini. Sasa nyingine unaweza ukao inakubidi ufanye kazi kwa bidii sana. Alafu baadaye unafanikiwa. Kwa hiyo shetani anakuambia hamna, hapo hamna nguvu za Mungu zile kukusaidia umefanikiwa. Umenisikia? Hizo ni bidii zako. Hauoni umefanya kazi kwa bidii? Umenisikia kitu? Ni kama mimi hapa nilipokusukuma hivi beki, nimekusukuma tu kidogo, lakini wewe ukafanyaje? Ukaanguka chini. Shetani anakuja ananiambia mimi, huyo ameanguka kwa sababu wewe umemsukuma. Sio Mungu amefanyaje? Kumbe hujanisukuma. Yaani ni kwamba mimi nimekusukuma tu kidogo, kumbe mimi kwa nguvu zangu peke yangu nisingeweza kuhakikisha wewe unafanyaje? Unaanguka chini. Kumbe mimi nimetegemea nguvu za nani? Za Mungu. Lakini shetani anakuambia hivi, zile ni nguvu zako. Umeelewa ninachokwambia? Kitakachosaidia imani yako isiyumbe ni uwe na subira, na nyingine uwe na nini? Na upendo. Upendo maana yake nini? Uwe tayari kutaabikia kile unachokiamini. Wewe unaamini una nguvu za Mungu. Je, uko tayari kutaabikia hiyo imani yako? Niko tayari. Imani yako haitayumba. Wewe una nguvu za Mungu. Uko tayari kuwa na subira na hiyo nguvu ya Mungu ikuletee matokeo unayotaka? Niko tayari. Umeelewa? Kwa maana yake imani yako katika ile nguvu ya Mungu haiwezi kuyumba. Hata waje mashetani 1000 hawataweza kukuangusha. Kwa sababu ikibidi utaabike kwa ajili ya imani, utataabika. Ikibidi uwe na subira kwa ajili ya imani, utakuwa na subira. Sio kama leo nitakwambia. Wewe kama itakuhitaji uwe na subira, utakuwa na subira. Kama itakuhitaji utaabikie ile imani yako, utataabikia ile imani yako. Ukiwa na hivyo vitu viwili, maana yake kuwa tayari kutaabikia imani yako ni kuwa na upendo katika kile unachokiamini. Na kuwa na subira ya ile imani yako, maana yake unatumaini katika kile unachokiamini. Imani yako haitayumba. Umeelewa kitu Silaha kubwa shetani anayoitumia kubwa kabisa ni kuwafanya watu kutokuwa tayari kutabikia. Kwa hiyo wewe ukifanikiwa kuwa tayari kutabikia unachokiamini kwamba Mungu anakwenda kunifanikisha, ukao uko tayari kuitabikia hiyo imani kwamba Mungu anakwenda kukufanikisha, na ukawa na subira, umeshamshinda shetani.
Kwa hiyo vitu vya kulinda imani yako ni vile, kuwa na tumaini, lakini pia kuwa na upendo. Upendo maana yake kuwa tayari kutabikia. Na kuwa tumaini maana yake uwe tayari kuwa na subira kwenye ile imani yako ikuletee matunda. Ukikosa hivyo vitu viwili, ukikosa tumaini, ukikosa na upendo, kikubwa ni upendo. Ukikosa upendo maana yake kuwa tayari kutabikia ile imani yako haiwezi kusimama. Umeelewa hicho kitu Kwa hiyo uwe tayari kutabikia kile unachokiamini. Shetani asije akakukamata hapo.